Bwana, kuna jamaa amejikuta kwenye wakati mgumu baada ya watoto wawili wa wapangaji wenzake kufia ndani kwake. Yaani hata yeye mwenyewe anashangaa hao watoto wamekufa kwa kitu gani, kwa sababu haelewi, hajawafanyia kitu chochote, sijui. Unajua Na hata mimi siwezi kusema sana hajafanyia kitu chochote kwa sababu ni maelekezo yake ya juu yamewafanya, yaani watoto wamekufaje ndani kwake. Bwana, huyu mshikaji, issue imetokea Magomeni leo hii ninapokuambia. Yeye alikuwa amepanga sehemu ambayo kuna wapangaji wenzake wengine wengi tu wamepanga hapo. Sasa yeye alikuwa anaishi mwenyewe msela tu, ila watoto wa wapangaji wenzake walikuwa wanampenda sana. Sean akirudi hivi anko hivyo wanampenda. Kwa hiyo walikuwa wanakujaga mpaka ndani kwake, wanaangalia TV, anawekea katuni. Unajua wakati mwingine wanapitiwa na usingizi, wazazi wao wanakuja wanawachukua. Sasa leo wakati amerudi nyumbani kwake, Sean ameingia ndani, wale watoto wawili wakaja, yani hao watoto wa wapangaji tofauti wawili wakaja wakabongea anko wakaingia ndani. Wameingia ndani kama kawaida yake, alikuwa anaangalia TV, akawekea katuni wale watoto wanafanyaje, wanaangalia. Hiyo ilikuwa ni mida ya saa 4 asubuhi. Sean watoto washakunywa chai yani hapo. Basi yeye anafanya mambo yake, wale watoto wamekaa wakapitiwa na usingizi. Sasa akajua kama kawaida watoto wamelala. Sean yani akajua watoto wao wamefanya usingizi, wafanya wamelala. Kumbe watoto bwana wamekufa wote. Yaani wamekufa yeye mwenyewe, yani sijui nisemaje. Basi jamaa aendelea na harakati zake. Sasa anataka kufanya usafi, akabidi awaite wazazi wa wale watoto. Bwana, nitoe mchukua watoto wamelala. Mzazi mmoja alivyokuja kumchukua mtoto wake, akaona hali sio ya kawaida. Yaani anamgusa mtoto ni wa baridi, yani kafa muda mrefu. Asa kana shangaa, huyu mtoto mbona yuko hivi mwanangu? Akagusa mtoto mwingine yupo hivyo hivyo. Akamuita huyo jamaa hapo ndani. Akamwambia, mbona watoto hawaeleweki? Yule mshikaji naye elewi. Akawa anaangalia hawa watoto wa baridi, yani washakufa zamani. Yule mama akaanza kumwashia moto pale ndani. Kelele, akaja mama wa mtoto mwingine. Nini kinatokea? Sasa huyu kaua watoto wetu. Mbona msala hapo? Kuangalia kelele. Yani hapo ndani msiba, kuanza kumfanyia fujo yule, wapangaji wengine wakaja kujua nini tatizo, kumchukua yule jamaa. Bahati nzuri walikuwa wanakaa na mjumbe karibu yao. Mjumbe kusikia vile akaja haraka pale ndani. Nini kimetokea? Jamaa kaua watoto wetu. Yaani hao mama ndo wanasema hivyo. Wakati huyo mshikaji hajaua na wala